Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Airtel ya tosha zaidi. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli. Hello everybody, my name is Wema Sepetu. It always is a pleasure to be on your screens every week, kukupa what you want to know more about my life, my situation, what I face in my shoes. So it's in my shoes, another episode, and you will be with me mpaka hapo tutakapofika mwisho wa kipindi hichi. Shout outs to Airtel being the main sponsor of my show, and yeah, so I'm actually seated here. Leo, you must be wondering, kitu gani kitatokea? What is Wema giving us this week? What is Wema doing today? A lot has been happening, and sasa hivi tumekuwa tuko watu wengi sana tunakuwa tunaishi katika ulimwengu wa social networks. Mimi mwenyewe naweza kusema kwamba 90% if not 80% if not 100% of my life naitumia kwenye social networks. On Twitter natumia Wema_Sepetu, and on Facebook I happen kurun ukurasa wa mashabiki, kwa lugha nyingine inaitwa fan page, which goes by the name of Wema Abraham Sepetu. Naombeni tuwe clearly noted by that, kwa sababu on Facebook nilikuwa na account ya Facebook, and ilikuwa ni hiyo Wema Abraham Sepetu, lakini ikawa inakuwa, yani unajua how Facebook runs, mtu yote anaweza kujiita Wema Sepetu na anaweza kuendelea kurun account yako. Anaweza kurun account yake kwa kupitia jina lako, which was very very bad to me, kwa sababu kulikuwa kuna watu ambao wanatumia jina langu very very bad. So nikaamua tu kufanya only fan page, so I only happen to have only a fan page. Please guys, Wema Sepetu wengine kwenye Facebook, that ain't me. And today nitakuwa naongelea fans wangu, my die-hard fans on Instagram. Tutaongelea sana Instagram kwa sababu it's what I like associate myself with sana when it comes to social networks, kwa sababu I'm not a Twitter person, and I'm also not a Facebook person. Kwa hiyo Instagram happens to be like part of me. It holds part of me. Kwa hiyo I really like it. So let's talk about my fans on Instagram, yeah. Hii picha nilipost kama 9 weeks ago, and this was my caption. Happy New Year, my beautiful people. 2014 was quite an experience. Went through a lot of things, which is true. Had my ups and downs, wote tunajua. I know I have learned, and for sure can't make the same mistakes I made earlier. I mean, that is for sure. Siwezi kurudia makosa ambayo nimeyafanya 2014, lakini it was still a very very good year. Mwaka 2014 siwezi kujutia chochote ambacho kimetokea, but then kama ni makosa niliyafanya hayawezi kutokea tena 2015. 2015 is a new year. I think ni mwaka fulani ambaye utakuwa ni una vitu fulani amazing ama nini. Yeah, so God, I pray for 2015 to be my year, inshallah. And I am gonna make it my walk to remember. Nilipata comments nyingi sana kwenye hii picture, and especially the captions. Waga na tend kufikiria kwamba watu wanaweka captions, wana comments nyingi kutokana na caption ambayo utaiweka, and they normally tend kuiongelea hiyo caption ambayo umeiweka. So kwa caption kama hii ambayo nimeiweka, we all know kwamba comments zitakuwa nyingi. Nitazisoma comments chache tu, I cannot read all 900 kwa sababu ziko nyingi mno. Kuna huyu mmoja anaitwa Saidi_RAA. Mimi nitamsoma Saidi_RA. Sawa. Huyu kasema mimi sina mengi, Mungu akuepushe na mahasidi. I say thank you very much Saidi, wherever you are. Huyu anaitwa Nasrim_Slim. Amesema mimi mzalendo, nakubali vya kweli, nakupenda, Allah akupe maisha marefu yenye mafanikio na baraka tele.
Amen. Amen to you, Nasra, and Mwenyezi Mungu asikie maombi yako. Yeah? Yeah, I'm also going to have people coming badai. It's a surprise. This is going to be a very special show for a very special week. So, moving along na comments zetu. Kuna huyu mmoja anajiita Simjui. Simjui yake ni ya CM Jui. Kaandika, my Wema, kiukweli mimi nakupenda sana, wewe tena sana, na naumia pale unapotukanwa, na hisi inakuwa kama ndio mimi nafanywa hivyo. Ushauri wangu ni huu: fanya kazi kama mtumwa ili uje kuishi kama malkia. Pia buni biashara ambaye itazidi kukuweka sehemu nzuri. Thank you very much Simjui, though jina lako lenyewe limeandikwa Simjui, but then I'm sure kokote uliko you must know yourself. I really appreciate it. Huyu kaandika comment kidogo ndefu, anajiita Derek Merlon. Ameandika, kitu kimoja kwako Wema Sepetu, unajua kuongea English paka roho inapenda, ila Wema wewe unazingua kitu kimoja mama. Sawa mwanamke mashauzi, ila wewe unazidisha, inakuwa meshauzi. Ni wachache kama mimi ambao wanaweza kuyatoa ya moyoni, which is very true. Ya kuyatoa, yani kuyatoa kwako ya moyoni, kwa sababu kwanza umeniambia najishau. Yaani umenisifia afu umeniambia na mashauzi. Wema, mimi naingia form 4 lakini sijui nikwambieje, nakupenda sana. Kaniachana namba yake ya simu, nipo WhatsApp, japo hai tu nifurahi. Kila siku Mira ananidanganya, anasema atanipa. Nakupenda Wema. Mwah, reply. Basi wewe, you must be a very lucky one, kwa sababu sasa hivi hii namba naichukua. Mbona haiji? Oh. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Umeniachia namba feki. Try again later. Comment moja imetoka kwa, I think huyu atakuwa ni msichana, tena kaweka kabisa picture yake. Anaitwa Teresia_Mautamu. Teresia_Mautamu kaniandikia, Wema auzai ndio maana Diamond akutaki. Teresia, thank you. Asante, cause wow. Yeah, so yes, asante. Thank you very much, and I really appreciate it. These are the types of comments I waga nazi face when I post my picture, and I don't mean any harm. Watu waga wadhani kwamba mimi na moyo or something, yeah? They always tend to think that I have a heart of steel. Well, apparently mimi pia ni binadamu, na mimi pia na moyo, naumia, na sipendi kutukanwa pasipokuwa pana sababu yoyote ya msingi. So they really get to me. Your comments really get to me, and zile nzuri, alhamdulillah for them, zile mbaya, alhamdulillah pia. So maisha, life goes on. Something ambaye I would like to make a notification, nadhani itakuwa ni direct message, indirectly or directly, maybe kwa wale team Wema and team Diamond and team everybody else around, wale ambaye wanafikiria kwamba kutukanana solves vitu. This is not right. Yani kutukanana high solve chochote. I mean, me and Diamond were once an item. Sawa. Matters zimeenda crisscross, tumeachana. Wameachana watu wengi, sio kwamba sisi hapa ni watu wa kwanza kuachana. Move on, move on. Stop attacking the poor guy. I'm sure he's happy with his life. Yuko happy with his own new life, na mimi pia niko happy with my own new life. Stop attacking him. Whatever that he'll do, it's his problem and his life. Okay, we should focus on me here. This is a special message to Team Wema. Focus on me. Sawa. I am the one ambaye you guys like. Vitu ambavyo havinusu mimi, this mind, okay? Be like me. Kwa nini kama nyinyi mnajiita Team Wema, hamwe kama mimi?
okay? Because I've never talked about anything and I will not talk about anything. I will stay quiet. Kwa hiyo tukae na sisi kimya basi, kwa sababu mwisho wa siku tukiwa tunataka sana tunaonekana kama vile there's something that we want. Mwisho wa siku, at the end of the day, if you ask me, there is nothing that I want. Kwa hiyo it really gets to me sometimes. Don't do that. Yani sio kitu kizuri. Mimi mwenyewe kinani demoralize. Kwa hiyo acheni kufanya hivyo, okay? Just let's live our life and be happy. Sawa. Baada ya kusoma most of the comments ambazo zinakuwa ziko ni directly, indirectly, hurtful, zinanifanya niwe so sad. Most of the time naweza nikaamua tu hata nikapost tu picture na my best friend and then watu tu wakaanza ku-attack. Yani watu waga hawakosagi kitu kibaya cha kuandika au negativity ya kuandika. With me namuita next my darling, my sweetheart, my Tiake, my baby. Please. Kimimba. Nja baby. Eti siji. Yani siku hizi amekuwa na kisirani. Achana. Kanani yaka. Najua wewe pia ni mmoja wa victim ambaye waga unakuwa uko attacked sana kwenye Instagram. Hususan hapa katikati baada ya wewe kuconceive. Kwa sababu kuna watu ambao wamechukulia vibaya, wamechukulia positively, wengine wamechukulia negatively. Hebu waweke watu wazi, wajue exactly how you feel, unaichukuliaje hiyo situation, inakupa tabu kivipi, yani impact na nini na nini, just generally as a whole. Sijui hata nianzie wapi, lakini kiukweli kabisa mimi najiona niko kawaida tu. Na hili tumbo ni tumbo ambalo nilikuwa nalihitaji kwa muda mrefu. Kwa sijutii kuwa nalo, sijutii kulipata. Sioni kama maneno yao kuna kitu chochote kinanipungua au kinanizuia katika maisha yangu au katika tumbo langu. Yani still bado hayajanichanganya kabisa. Niko okay, very okay, na namsubiri mtoto wangu kwa hamu sana. Tiake, I'm sure watu wanataka kujua. Yani mimi naongelea watu on behalf kuhusu nini. Kwa nini siku hizo unaniangalia mimi hivyo? Yani ananiangalia kwa nyodo, sijui ni hali yake. Kwa hiyo watu wanataka kujua. Mimba ni ya nani? Binti, mbona una uoga? Wewe haujui mimba ni ya nani? Wewe hujui? Watu wanataka kujua tu ni mimba ya Sunday ama ya mara mwisho wewe umeenda Dubai ni lini? Tuache mambo ya safari kwanza. Yaani wao kwa sababu gani wanataka kujua na kati mimi baba zao siwajui. Kwa mwisho wa siku sioni kama kuna haja wao kumjua baba wa mtoto wangu. Okay. Kwa hiyo wewe ukiwa kama rafiki yangu wa karibu ukijua inatosha. Okay. Sawa. Kwa hiyo mimba ni ya Sunday. Wema. Be? Mimba ni ya Sunday. Ama ya Mozi. Au Nyarandu. Au Martin. Inaweza ikawa. Alafu ya. Mwenye mwenye katikati kama. Swali lingine ambalo nataka nikuulize leo. Wewe ni msagaji? Wema. Ngoja na mimi nikuulize basi. Wewe ni mswagaji? Mimi ni msagwaji. Wewe msagaji, mswagwaji? Da. Okay. Ngoja tu mimi nijibu. Yani nijibu kwa sababu tu ya ili watu wawe free na maisha mengine, waache hivi vitu vya kufuatiliana kila siku. Sisi sio waswagwaji wala wasagaji. Yani imetokea tu wenyewe tuko hivyo, yani ndio hivyo, yani ndio mpaka tukapata na mimba. Lakini hakuna waswagwaji, okay? Yake. Nimefurahi kuwa naomba uondoke. Kwa heri. Bye baby. Bye bye.
Instagram being a social network, Instagram pia inasaidia watu kupata habari. So my next guest ni mmoja wa watu ambaye wako katika hizo sekta za kupata habari. Sijui nimuite mwandishi wa habari ama nimuite mdaku ama nimuite I know you all know her. Welcome, Daimelda. Thank you very much. Mzima za kwako. Salama kabisa. Vipi, unajisikiaje kuwepo katika In My Shoes leo? Najisikia vizuri. Okay, all right. So wapendwa wangu, in front of me and in front of you tonight, Daimelda happens to be mwandishi wa habari mmoja ambaye mahiri sana and anafahamika sana. Today tunaongelea social networks, anafahamika sana kwenye social networks. Ambaye tunaongelea ni nini? Ni Instagram. Daimelda, mimi waga nasemaga kwamba sasa hivi waandishi wa habari wamekuwa hawana tena kazi kubwa ya kufanya kama ilivyokuwa wakati hakuna Instagram. Unaona? Na nadhani kwamba zamani mlikuwa mna kazi nyingi sana ya kufanya, lakini sasa hivi kuna Instagram kidogo imewarahisishia kazi. Unakubaliana na hii hali ama nakataa? Kwa sababu gani? Kwa sababu tukubali kwamba kweli social network imesambaa. Lakini unakuta sisi tunaweza tukapata habari hata leo. Na tumeitafuta si kwamba kupitia Instagram, lakini utaikuta kwenye Instagram. Lakini what I'm trying to say ni kwamba sasa hivi imekuwa kama asilimia kubwa sana imezidi. Kama ilikuwa ni asilimia 80 mnatafuta habari, sasa hivi imeshuka. Hiyo nakataa kwa sababu hata yeye mwenyewe unafahamu. Kama mfano sisi sio rahisi kuchukua tu story kwenye Instagram na kuandika. Ni lazima tuwatafute, ni lazima tuongee, ni lazima tupate balance ambayo tunaweza tukaiandika. Instagram inaweza kuwa kama chanzo. Lakini wewe unaweza kwenda kuitafuta ukaipata zaidi. Lakini tunarudi pale kusema kwamba Instagram imesaidia kidogo. Imesaidia, yani imeweka uafadhali kidogo, I can say. Lakini yani sio kwamba uwezo kaniambia kwamba eti Instagram haijafanya tofauti yoyote. Hiyo mimi mwenyewe nitakataa. Tofauti labda ambayo ipo ni hivi, mastaa wanaamua sana kufunguka kwenye mitandao. Okay. Ndio labda tofauti iliyokuwepo. Alright. Wewe binafsi unaitumiaje Instagram? Instagram. Mimi naitumia tu kwanza kwa kuangalia tu picha nikimuona hivyo, kwa sababu mimi najua kabisa kwamba nikimtaka Wema nitampata wapi. Nikimtaka Auntie nitampata wapi. Daimelda, kwa kuwa tunaongelea kuhusu masuala ya social networks na how mitandao ya sasa hivi inaweza ikaathiri maisha ya binadamu yoyote, hususan ukiwa star, kwa sababu naweza kusema kwamba sisi mastaa ndio tunaokuwa tuko attacked sana. Mimi ukiniuliza katika mwandishi wa habari ambaye ameshai kupitia pia mazahma ya kuwa attacked, na wewe pia ni mmoja wapo. Nakumbuka kuna kipindi nilikujaga Global. Kuna kipindi nilikujaga Global, nilikuja kufanya kafujo kidogo, sio kafujo sana. Kalikuwa kafujo kidogo tu. And moja habari ilikuwa kwa sababu uliniandika habari fulani ambaye sikuipenda, ilikuwa inahusu usagaji. I need to talk to you. Where? Nataka popote ambapo unaweza kuongea hapa. Kiongozi wangu hapa siongee naye. Huyu kiongozi wangu, siongee naye. Anakuambia kila kitu. Wewe ndio uliandika, nataka kuongea na mimi, simjui huyo kiongozi wako. I don't know. Sawa. Wewe unasema nini? Si. Kuna gazeti hili. Alafu kuna lile gazeti ambalo umeandika mimi ni msagaji. Nalitaka na hilo. Martin. Come. Sina ng'ombe kuliko wewe. Unanipenda kuliko wewe. Sisi wote ni vitabu kuliko wewe. Umeingia na ukaingia na. Wewe. You know how much is my home? You know how much is it? You know how much is it? Toka kufanya hivyo walikuwa attack sana on Instagram.
how do you speak for yourself? Nafikiri katika ile tukio react tu haikuwa hivyo ulivyofikiria. Lakini pia naweza kusema kwamba ingekuwa ni tofauti kama angeniandika labda mwandishi wa habari, mwandishi wa habari mwingine. Kwanza kuna kitu moja ambacho nataka nikiongee na ambacho nakishukuru. Kwa sababu kama ingekuwa kuandika vibaya basi na maana mimi leo na Auntie Ezekiel tusingeweza kusalimiana. Ndiyo. Lakini kikubwa ameweza kufahamu kazi yangu. Ndiyo. Na anaiheshimu. Kwa hiyo ina maana chochote nitakachokiandika huwa hapendi kukiingilia. Na maana hata unaweza story mbaya ikaandikwa ya Auntie na nimeandika mimi inabidi niiandike. Baada ya siku naweza mtu akatukuta tuko naye lakini wakajiuliza lakini ilikuwa ni kazi. Kazi na vitu vingine vinakuwa tofauti. Instagram kuna tatizo, watu wanakuwa na tatizo. Mfano wewe unaweza kuwa na tofauti na mtu. Basi wao ukiwa na tofauti na mtu basi na wewe mimi kama nakuandika wewe basi niwe na tofauti na ule mtu. Kitu ambacho sio sahihi. Watu wote ni watu wangu na wapenda. Na kila mmoja anamthamini kwa namna yake. Anachotaka kusema Daimelda ni kwamba hata kama leo kesho maybe mimi nina tofauti na Martin, sawa, ama mimi labda nina tofauti na Auntie, yani kwamba just because mimi nina tofauti na Martin ama na Auntie then yeye asiwe maybe anaweza akawapost au anaweza akawaandika about them. That is not right, kwa sababu sio kazi yake. Kwa hiyo mimi matofauti yangu na watu wangu itabaki kwa mimi, tofauti zangu yeye hazimuhusu kichochote. Jamani please, Daimelda kashasema, and Daimelda happens to be dadangu mwenye nampenda, kwa hiyo please. Thank you my dada. All right. Okay, bye. Bye bye. So our next guest, nakuomba please uje kukaa hapa kwenye kiti, people are waiting. Hello. Uyu hapa nani huyu? Uyu hapa mimi hapa namuita nani? Uyu mimi namuita Shemlake. Shemlake amekuwa Shemlake ever since na ataendelea kwa Shemlake. Jamani ushemeji haufi. Miaka 1000. Ndivyo. Kwani naye ananipenda na mapenzi. Vibaya sana. Oh yes. Juma. Naam. Leo tunaongelea kuhusu masuala ya Instagram na social networks kama yani as a whole. Kuna Twitter, kuna Instagram, kuna Facebook. Lakini Instagram imekuwa kama ndio kitu ambacho kiko very very in sasa hivi. Kila mtu sasa hivi mpaka kuna watu wanaishi maisha ya Instagram kabisa. Kwenye Instagram wewe ni maarufu sana. Sana. Hebu niambie maarufu wako umetokea kwa sababu gani mpaka umekuwa sasa hivi talk of the town? Yaani mtu ukisema Juma Lokole. Juma Lokole tu yule. Siri. Ni mapenzi. Mapenzi na kujiamini. Mmoja kwanza sipendi tabia ya kutawaliwa. Na sipendi mtu anayempenda hatawaliwa. Unajua Instagram kuna kitu kimoja. Kwamba kuna watu wanajifanya fyatu. That is very true. Na ukiwa mpole wanakunyanyasa. Kweli. Kwenye Instagram hapa katikati baada ya mimi na Chibu kuachana kuna difference ambazo ipo. Kwa hiyo wakule wamekuwa kule, wa huku wamekuwa huku. Wewe umeonesha uko very neutral. Haikupi tabu hiyo hali? No, it's okay, take your time. Kwangu mimi naona ni kawaida. Unajua nilifanya makosa mara ya kwanza. Baadaye nikaona kwa sababu ya mapenzi yangu na Nasibu. Ndio. Alipoamua kurudi na mimi kama kurudi. Sasa okay, hapo ushajifunga. Kabla hatujafunga kipindi kwa sababu I think time is running, it's of the essence. Wewe umesema unampenda sana Diamond. Sana. Sawa. Na kokote ambapo Diamond atakuwa amelei moyo wake, wewe uko pale kumsupport. Kweli kabisa. Vipi kuhusu sasa hivi? Nipo naye sawa. Uko naye sawa. Kabisa. Sawa. Na imani. Na imani ipo. Ndani ya mwaka huu utaona Chibu na Wema kitu hiki kimoja. Jamani, thank you very much. Asante, it was very nice to have Juma Lokole kwenye kipindi changu cha In My Shoes. I wish tungeendelea. It was nice having you guys.
It was very nice kuwa pia kwenye screen zenu, giving you what you want. Shout out to Airtel being the main sponsor of my show. This is Wema Sepetu. Bye bye. Kipindi hiki kimeletwa kwenu na Airtel yatosha zaidi. Piga nyota 149 nyota 99 alama ya reli.